Fatali sikaoa jamani na mtoto. Shangazi, leo tumemchapa mlevi. Zote mwanaume wa kweli cha kwanza kwake ni kujiamini. Ndio namuelewa. Gitaa la huzuni, filimbi ya upole, tumba laini. Mama! Mama! Nini? Njaa inaniuma. Nenda jikoni kuna kila kitu kapike. Mami, siwezi kupika. Sawa. Nenda kwenye drawer pale chini. Kuna shilingi 2,000 tukani na mbuchi. 2,000 tu. Gitaa la huzuni, filimbi ya upole, tumba laini. Na haya, njoo huku kwa jua. Shogangu, mbona na mifugo? Nimeamua kuja kuishi huko na mjomba mlevi. Sawa, lakini na babako na mamako wanafahamu kwamba unakuja huko? Hapana, hawajui. Mimi nilivyorudi shule nimejiandaa, nimekuja huko. Haya, ni kitu gani ambacho kimekufanya utoke nyumbani kwenu bila kutoa taarifa? Mosi mguu pili mpaka kwangu. Umetoroka wewe. Mimi siwezi kurudi huko kwa sababu muda wote anagombana. Wakimaliza ugomvi ndipo nitarudi. Sasa na mambo ya watu wazima wewe yanakuhusu nini binti yangu wewe? Ina maana wao wakigombana wao hawakupi kula wewe? Hauli shuleni huendi? Sawa, sili kwa raha kwa sababu muda wote mama ananuna. Mtoto. Basi haina shida. Twende ndani. Nisaidie. Bwana, sikiza nikwambie, sawa? Unajua wewe ni mtu ambaye nakuheshimu sana. Sawa. Na kitendo ulichokifanya wewe unataka kutiafezea sisi. Kijiji kizima tunaonekana sisi wanaume hapa jau. Tumeoza wewe. Unajua mimi nilikuwa najua wewe una akili sawa sawa ujue. Sasa ndo nini? Ndo nini? Sasa unazunguka sana. Yaani wewe hujanyooka. Sielewi pointi yako iko wapi. Au maana yako wewe ya hayo maneno yako unayozungumza iko wapi? Hebu nyooka straight to the point ili niweze kukuelewa. Sinaambia nyooke. Wewe maana hujajua mpaka sasa hivi. Yule mtoto mkali. Wewe sio kumfanyia vile. Mtoto mbichi. Katulia. Ndugu yangu. Ni kama ningekuwa ni mimi enzi zangu mimi. Songei. Ila nakwambia sio vizuri hicho umechofanya. Wewe unatuharibia sisi wanaume wote wa kijiji hapa. Tunaongea na Soma Lijali. Wewe hapa. Nilikuwa nataka nikutukane. Nikufanyaje? Nikutukane. Ila acha tu nisikutukane. Sawa. Nataka nikwambie kitu kimoja. Ukizungumzia wanaume malijali wanaojiamini ndani ya hichi kijiji watoke mbele, basi mimi nitakuwa wa kwanza. Wewe shika adabu yako wewe. Shika adabu yako. Wewe. Mimi siwepo. Oya, siku zote mwanaume wa kweli cha kwanza kwake ni kujiamini. Sawa? Kuwa na msimamo.
Yaani unapoweka msimamo wako hivi hakuna wa kuupindisha pindisha, sikilia pale. Si unanielewa wewe? Usiumbishwe. Sasa mimi siwezi kuyumbishwa na mwanamke. Yule alinidharau mimi, aliniacha hapa. Akasema kabisa mimi mlima miogo, mlima mahindi. Wewe ulijua hilo? Ujui dharau alizozifanya wewe? Leo unakuja hapa unakaa eti unamwachaje? Unamwachaje kwa uzuri gani? Na kwa nini? For which purpose? Mbona purpose? Leo hii. Tupo. Sikia. Nimwangaikie mimi yule. Oya sikiliza. Sasa hivi nina chombo ipo ndani pale. Imekubali kunizalia. Na maisha yangu. Kaja akakuta kigeti kile nimeweka pale anaanza kuhangaika. Alafu pale mjengo haujaisha ule. Atateseka sana na mama yake nakwambia. Sio Dar es Salaam ni huko, sio hapa. Iko hivi. Wewe nataka unisaidie majukumu. Kwa sababu naona unajiamini sana. Napenda sana watu wanajiamini. Nataka nikupe namba yake ili wewe umtongoze uwe naye. Mimi asinisumbue. Wafanyaje? Nakupa namba yake. Wewe si unajiamini bwana? Akumbushia enzi. Mimi nataka kukumbushia enzi. Hapa hamna enzi hapa. Hapa hamna enzi. Wewe kama umelishindwa ile bwana aka baba. Wewe mtego. Huu unaweza kama mtego huu baba. Goma lako. Nani akutega? Mtu kaenda town, karudi kijijini hapa. Kwa sisi wala miogo. Hapana. Wewe baba lile dude lako. Lile lako baba. Langu? Lile lako. Haina haja kutoka. Usijichekeshe hapa wewe. Tusifike huko. Wewe vipi? Sasa kama unajua ule mzigo ni wangu, naomba uniache na mizigo yangu. Siku nyingine usije ukanikalisha chini kuniambia vitu kama hivi. Lazima nikwambie. Tutakimbizana na matofali. Wewe vipi? Au unataka namba zake? Hapana. Unataka namba zake? Namba sitaki wewe. Yule anafanya nini? Mimi hela yenyewe sina bwana. Mpaka nile mimi huko nipate hela leo bwana. Nikaa naye kijana. Basi sawa ndugu yangu. Unajua kuna vitu mimi kila nikikaa nikifikiria sivipatii majibu na nashindwa kuelewa ni kwa sababu gani. Leo asubuhi niko nyumbani. Ghafla namuona huyo. Navi. Nimeshindwa kukaa nyumbani, baba na mama wananikelele, wanagombana kila siku mpaka mimi wananikosesha amani. Hivi ni kweli wifi? Mnashindwa kufanyia ugomvi wenu chumbani. Mnagombania hadharani mbele ya mtoto. Nani muelewa kuliko hata mnavyofikiria? Mtoto wenu ana akili vibaya wifi. Wifi, yote anataka kaka yako. Kwa sababu toka amekuja yule mwanamke kutoka mjini huko. Yaani huko ndani hapa karibu. Wala paniki. Umeona? Kila siku ni hivi. Juzi kaja dada yake na huyo mwanamke kaja kumuita hapa nyumbani. Yaani kubwa zaidi jana tena mama yake mzazi na huyo mwanamke kaja hapa pia. Hivi kweli wifi kama niwe kuweza? Aisha kumi si matusi ukiona. Nasema kweli hata kama inauma. Wifi. Wanasema mwanamke mjinga ni yule anayevunja ndoa yake kwa mikono yake yeye mwenyewe. Wifi. Hivi ni vitu vidogo vidogo tu. Visikuharibie ndoa yako. Visikuharibie mji wako. Zisije zikaharibu ndoto za mtoto wenu. Kesho huku, kesho kutwa huku. Hayo sio malezi bora wifi yangu. Hebu kuwa mwanamke wa shuka. Hivi unajua mimi kama nakuamini sana. Ni mwanamke ambaye umefundwa na umelelewa kwenye maadili ya Kitanzania wifi yangu. Vitu vidogo vidogo vinataka vikunyumbishe kweli? Wifi, inaniuma sana. Tena sana. Hivi kweli mwanamke anatoka nje huko. Mama mzazi wa huyo mwanamke anakuja hapa nyumbani kwangu. Bado tu niendelee kusema tu kwamba ndio bwana hapo. Mimi nachoona kwa nipeka yake yangu niondoke. Wifi yangu, hizo ni changamoto za ndoa. Na hamna ndoa ambayo imesimama hivi.
hata siku moja. Lazima kuna kona, kuna mawimbi, kuna dhoruba zinakuwepo, lakini ili mradi wewe mwanamke unatakiwa ukae sawa. Yaani wewe ni jasiri, pambania ndoa yako. Unajua umepewa heshima kubwa sana. Upo ndani ya ndoa. Ni heshima kubwa sana ambayo asikusumbue huyo sijui nani ametoka huko Kahaba mjini, amekuja hapa mjini kijijini anakuja kuharibia maisha yako. Utakubali kweli wifi yangu? Mimi nimewasikiliza kwa muda mrefu sana, hasa dada yangu hapo. Kiukweli imekuumiza sana mtoto wetu kutoka hapa kuja kwako. Sio mazingira mazuri sana ambayo tunamlea mtoto wetu, ni mabaya kiukweli, hata mwenyewe sifurahi. Lakini kila siku mimi wimbo wangu kwa mke wangu ni mmoja tu, namwambia yule mwanamke mimi sina mahusiano naye kwa sasa. Tulikuwa tuna mahusiano kipindi hicho tunasoma, lakini mwenzangu hataki kunielewa, hataki kunisikiliza. Anakosa amani kwa mtu ambaye haeleweki. Hebu angalia, mimi huyu mwanamke wangu ni wa ndoa, nimemuoa, ananiheshimisha, amenizalia mpaka mtoto. Inakuwaje nimletee mazingira ya ajabu ajabu? Watu wanakuja wenyewe hapa, mimi niwakataze dada, niwashikie panga? Inawezekana? Alafu isitoshe ujio wa yule mama kuja hapa, mtoto wake anataka kujiua, amejifungia ndani. Hivi mpaka anataka kujiua, si maana yake mnapendana? Unaona maneno yake? Yes, anataka kujua. Basi nenda kamuoe, ila unipe mimi talaka yangu ndio na mwanangu. Wifi, hebu usifike huko basi. Kuwa mwelewa bwana. Wewe ndio mama na mwenyewe. Kuwa mama na basi. Achana na hizo habari. Fanya kama hayupo, fanya kama hajatokea, fanya kama hajatokea kitu chochote. Afadhali bwana, nimekuona. Shikamo. Hapa bwana. Bwana wewe umeniambia nikuandalie mbegu. Nimeandaa mbegu. Sija kuona wewe, sijaona sura yako, sijaona mke wako. Shida nini? Mzee Msoko, kwa kweli bwana, niweza kumtuma mke wangu akaja kwako, shida mazumuni kwa nataka kweli. Ni yangu ile shamba langu pale la bondeni pale, nikapande miogo ili na mimi ni stili mwezi wa Ramadhani ukifika. Lakini sasa mambo yameingiliana. Nilikuwa na target kupata ile hela ili nije nikuletee unipe ile mbegu. Sasa mambo yameingiliana. Lakini mwenzangu akijaribika kitu. Kimeharibika kitu. Kwa sababu fungu lenyewe lilibaki moja tu, ujue ile mbegu. Kwa hiyo kiharibika, nitamlaumu nani? Hivyo unamuelewa? Ndio namuelewa. Sasa mjomba, kwa nini usiende kuchukua mbegu? Ukipata ile utamletea. Hana mtoto ana akili kuliko mjomba wako. Wewe bwana nisikilize. Mbegu ziharibike, lakini nataka hela yangu. Ndugu zangu, naomba ile mbegu kwa pale shambani. Ile pale inavotaota chimbe inazidi kupata mmea mzuri. Kwa nikifanikisha jambo langu, atakuja kwa wangu. Atakuja kuletea hela ukampa mbegu. Au kama unaona basi aje tu mke wangu aichukue kama alivyosema mjomba. Mzee Msokwa, mbegu tutakuja kuchukua. Mjomba atakuletea hela. Mjomba. Sana wewe mzee. Akili kama midako. Haina shida. Alafu wewe watu lazima ukiwa wanaongea sio ukai kimya. Japo umenisaidia lakini umeharibu. Yaani mimi dadangu namshangaa sana. Yupo huko ndani analialia. Sasa analia nini? Anamlilia kibatali shoga yangu. Mgonga kwanza shoga yangu. Eti kibatali. Kibatali sikawa jamani ana mtoto.
Anajicholesha tu. Na isitoshe, huyo dada yako katoka huko mjini na ile rangi yake, kaja hapa kijijini, anadandia mapenzi na kibatari, atafubazwa sio kidogo. Tena sio kitoto. Nimpe pole yake tu. Kwanza nataka nionane na huyo dada yako. Anifanyie mpango wa kazi huko mjini, mimi niende katafute kazi. Wewe nayo shoga yangu. Hapa kijijini kwenyewe umalaya umezidi. Haya huko mjini ukienda si utaenda kuwa malaya zaidi. Na ndio anachokitafuta huko mjini. Kwani mimi kazi ya kibali au? Ndio malaya tu. Namuona huyu. Nishamwambia kama mdomo katakuponza. Jamani tuachane na yote. Msuki haraka tuondoke bwana. Na mimi nimeshinda. Mkono wake mbaya unauma. Muda wote mbona hujasema, tunasema sasa hivi. Nitakuacha shoga yangu. Niache tu kwani nikuadhimisha. Unamwona huyu? Tuliza bicho hapo. Yaani shangazi leo tumemchapa mlevi, tumemchapa. Huwezi amini. Furaha zote hizo ni kwamba mmemchapa mlevi. Mlevi gani huyo? Kwani mlevi humu ndani ni nani? Mjomba wako eh? Ndio. Kwanza mmemkuta wapi? Tumemkuta barabarani kalala mwaka jiachia. Yaani nikasema leo wewe sani yangu. Tukachuma vile tumemchapa shangazi. Yaani wewe ungekuepo. Kwa hiyo mkamtia fimbo. Shangazi tumemchapa. Yaani mmefanya vizuri sana. Shangazi, ndio tumemchapa mpaka nali. Alikuwa analiaje? Analeta mtoto mchanga. Jamani mme wangu huyo. Kwa hiyo na hivyo bado sijafanya. Hadi kujolea. Mama, swali yote. Nakwambia nakuwa ushauri. Kwa mwanangu. Yaani huyo mjombo. Yaani siku kiingia tu. Funga mlango. Yaani analala chooni. Yaani huku chooni ndo kuna kumfaa, si ndio? Yaani muongea na mama. Yaani huku ndo atakuwa analala. Kuenda labda ataacha. Yaani shangazi, ujiandae kufua suruali ya mavi. Yaani mbona mnavonitajia mpaka una kijana utafua utanisaidia. Wewe si ndio mjomba wake? Kwa hiyo mimi nimfulie mtu. Mwenye zangu nakwambia usimfulie. Sema nini? Mlichokifanya leo, yaani mimi naweka safi sana Tena ingekuwa inawezekana kama kungekuwa sio mbali mngekuja tukawa mtu hizo tatu tukamchapa sawa sawa. Yaani safi sana. Na siku nyingine mkimuona tena siku nyingine piga zaidi ya leo. Yaani piga mpaka atoke damu. Shangazi, kwani mjomba anafanya kazi gani? Mjomba wako ana kazi basi. Kazi yake ndio hivyo hivyo. Mimi niende nikakaike nikalimishe huko nikipata hela zangu nikiweka, yeye anakuja anaiba, anaenda analea. Yaani nakosha huyo sijui nini nafanya kazi. Yaani anaweza kuficha huko. Yaani hata nikificha, mwanzo anachota mpaka unga anaenda kuuza ili apate hela ya kulea. Ninazifichia wapi? Haya mashoga zangu, mlichokifanya leo, mimi roho yangu hivi. Sema nini? Ndani kuna chakula, ndani kuna chakula. Na utaenda kula na rafiki yako, ukishamaliza tayari utampeleka kwao, sawa? Sija akatafutwa na mama yake. Sawa. Na kirudi hapa nyumbani na mimi namcharaza. Yaani dozi juu ya dozi. Vile si vifimbo vilivyopigwa na watoto, mimi nataka nichukue kimti kabisa. Limti la maana. Tena nataka nilitafute sasa hivi. Akija na mimi napuruza. Na ndio tutaendelea, ndio maisha yenyewe hivyo hivyo. Uende labda ataacha.